Bana, mambo vipi? Lato mzee wa dondoo hapa. Siku nyingine tena ambao unakwenda kukupa dondoo nyinginezo. Kiachana dondoo za magari ya mnadani, dondoo za magari ambayo tumealeta, hii ni dondoo nyinginezo ama mentesela. Niko na mrembo hapa ambaye mwenyewe atajitambulisha, then tutaendelea na mengineyo. Mambo vipi? Mambo poa. Naitwa nani? Mimi naitwa Neema Gaspar, ni afisa masoko ya Auto. Okay, afisa masoko. Swali langu la kwanza kwako afisa masoko, ambalo mimi na baadhi ya Watanzania wanataka kujua. Kwa hivi sasa ni gari gani ambalo liko sana on trend yani? Magari ambayo yanauzika sana ni jamii ya Toyota Harrier. Hizi new model pamoja pia na old model, nikimaanisha kwamba Anaconda pamoja pia na Takolanyani. Ndio magari ambayo yako on trending sana sasa hivi. Tofauti na hapo pia Mitsubishi Outlander ndio nao inachipukia, inajaribu kufanya vizuri sokoni. Kwa sana mimi nitasema Toyota Harrier ndio gari ambayo linauzika sana. Kwa nini Harrier hiyo wakaita Takolanyani? Okay, hii inaitwa Takolanyani kutokana na muundo wake. Lile gari lenyewe kwanza umbile lake jinsi lilivyokaa. Kwa nyuma huku limeminuka kwa muundo kama ya nyani. Okay. Issue yangu nyingine ambayo maybe mimi binafsi sasa sijui kama wenyewe wanataka kujua au hawataki, ila mimi nataka kujua ni kwamba kumekuwa kuna changamoto ya mileage. Sasa wengi wao wamekuwa wakiogopa kwamba gari ina kilomita ngapi? Gari ina kilomita 40, ina kilomita ngapi? Ina kilomita 90. Wengi wanajikuta wanataka bwana nipe gari yenye kilomita 90, maybe no budget hairuhusu. Nataka utuelezee mchakato mzima wa mileage ukoje? Kwa upande wa mileage, kwanza ningependa kutoa hiyo fikra potofu unaosema kwamba gari likiwa na mileage kubwa basi hilo gari tuseme halina viwango vya ubora. Kitu ambacho Watanzania wengi hawafahamu, magari yote yalokuwepo Japan, gari likishafikisha kilomita 100 ni sheria na kanuni za barabarani huko Japani kwamba hilo gari linatakiwa likafanywe service. Na service ya Japani huwezi kufananisha na service ya Tanzania. Kwa hiyo gari likiwa na kilomita 100 inamaanisha hilo gari ni gari ambalo limefanywa service. Kwa hiyo kwa lugha nyingine naweza nikasema gari ambalo limefika 100, tuseme labda 120, ni gari ambalo liko vizuri na lina viwango bora zaidi, kwa sababu ni gari ambalo limetoka kufanywa service hivi karibuni. Na hatuwezi service ya kule ni service ya viwango. Okay. Na kitu chengine watu wasichofahamu, nchi za wenzetu, maeneo ya kazi na maeneo ya nyumbani ni maeneo mawili ambayo yamejiteka. Kwa hiyo unakuta mtu alikuwa anatumia gari lake kwa kuendea tu, labda tuseme tu kwenda sehemu zake za kazi. Kuna distance kubwa, lakini ndio maana kilomita unakuta ziko nyingi zaidi. Kwa unakuta gari la kilomita 100, lakini gari hili kilomita hizo 100 ni gari ambalo lilikuwa linatembea kwenye miundombinu mizuri. Kule hamna rough road. Ni lami throughout. Kwa hizo kilomita 100 na tuseme 100 labda na 20, 100 labda na ngapi, ni kilomita ambazo zimepatikana mtu ambaye alikuwa anaenda masafa, lakini ni masafa ya lami. Kwa hiyo uweze kutumia mileage kunitamani kwamba hili gari ni la kiwango cha chini. Okay. Ya, kwa hiyo ni kitu kimoja mnaweza kuongelea. Kitu chingine ambacho naweza nikaongezea hapo, sisi ukija kununua gari kwetu tutakwambia gari lina kilomita hiki, lakini pia bado tutakupa inspection sheet. Okay. Kwa hiyo unaweza kukuta gari na kilomita 160, lakini inspection sheet yake imenyooka. Okay. Grade yake iko juu zaidi. Ndio maana na gari hilo unakuta na grade labda tuseme 4 au 5 au hata 3.5, lakini na kilomita 120. Hapo naweza nikakutafutia gari na kilomita 50 au 60, lakini grade yake ni 2 au 3. Kwa hiyo tusiwe na hiyo nadhiri ya kulinganisha ubora wa magari kwa kutumia mileage. Okay. Kuna factor nyingine muhimu zaidi kuliko mileage. Okay. Sasa hapo umeongea kuna kitu umekiongea ambacho kimekuwa ni kipya maybe masikioni mwa baadhi ya watu. Umezungumzia unapewa auction sheet. Yes. Ni nini auction sheet? Gari tunanunua magari mnadani. Okay. Magari yote ambayo yako mnadani ni magari ambayo yamekaguliwa. Na gari likishakaguliwa ndio linapewa grade ya gari, kiwango. Tuseme ile gari ni la kiwango gani? Tukishatoa grade, kitu kingine kinachotoa ni inspection sheet. Inspection sheet ni document ambayo ina taarifa zote za gari, kuanzia body la nje la gari, interior za ndani za gari, yani inakuwa ina taarifa zote za gari. Kama gari lina dent,
kwenye inspection sheet tutaona ile gari lina dent. Kama gari lina scratch, kwenye inspection sheet itaandika. Kama gari lilifanywa replacement ya kitu chochote, labda kioo cha mbele kilibadilishwa, kwenye inspection sheet ni lazima iandikwe. Okay. Kwa hiyo tukikuuzia gari wewe, unakuwa unajua kabisa historia nzima ya gari. Unakuwa una taarifa zote za gari. Kama gari liliwahi kupata dent, liliwahi kufanywa replacement ya kitu, lilikuwa na scratch, taarifa zote unakuwa unazo. Kwa hiyo unakuwa unanunua kitu ambacho unauelewa nacho zaidi. Okay. Okay. Sasa ili usipate dent wala usipate hiyo inaitwa nini? Scratch. Kitu cha msingi ni kuhakikisha unachukua magari kutoka Jema Auto. Kitu cha mwisho sasa, ili tumalize, kwa sababu ndo huwa haziishi, ila ili tumalize. So wewe binafsi ni mpenzi wa gari gani ama unapendelea gari gani? Mimi napendelea Toyota Hilux. Hilux hivi? GR Sport. Ya mwaka gani? 2021 hapo, tusishuke zaidi hapo. So far hizi zilikuwa ni dondoo nyinginezo, ambapo leo hii nilikuwa na meet the seller na nilikuwa na marketing officer kama sijakosea, Neema Gaspar. Kitu cha msingi cha kufanya ni mpaka next time tutaendelea tena na hizi session, lakini make sure umesubscribe kwenye channel yetu ya YouTube Jema Auto, lakini pia umeturn on post notification, na ikikupendeza unaweza ukaendelea kushare link kwa ndugu jamaa na marafiki, ili nao waweze kumsikia Neema alikuja na neema gani siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, this is Ratu Mzee wa Dondoo.